Hello, habari. Ninakukaribisha kwenye mada hii nzuri ambayo inasema kataa kilicho dhaifu. Kataa kilicho dhaifu. Ni mada ambayo imejengwa kwenye mazingira ya mahusiano, lakini ina mbali zaidi hata kwenye maamuzi ambayo unaweza kuwa unayafanya. Maamuzi tu ya maisha ya kawaida. Mara nyingi tunajaribiwa sana kwenye kutafakari watu sahihi wa kuwa nao na kupima na kuchunguza na kuchambua kwa namna nyingi. Lakini kitu kimoja nakwambia, kataa kilicho dhaifu. Kwa maana ipi? Naongea na mtu ambaye yupo kwenye mahusiano, huenda na ni kwa siku nyingi, yawezekana mwaka, miezi 6 ama zaidi ya mwaka. Unapomtathmini mwenzako, kama ni kijana wa kiume na mtathmini binti, labda kwa muonekano wake, kwa tabia zake, na mwelekeo tu kwa ujumla, mambo anavyoyafanya, hamuelewi hivi. Haumuelewi kabisa. Unapokuwa unashindwa kumuelewa hivi fulani, hapo kunakuwa na viulizo na kunakuwa na maswali ambayo yanakosa majibu. Sasa neno moja nakwambia, kataa kilicho dhaifu. Kataa kilicho dhaifu. Ni heri kufanya maamuzi magumu, maana swala la ndoa mpaka kuja kuunganishwa, Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Wewe binafsi huna nafasi ya kutenganisha ndoa yako. Kuna watu ambao wanapeana talaka leo, lakini hamna ruhusa ya kupeana talaka. Katika muktadha wa ndoa kama ilivyo halisi, kama sio kuipatia nafasi dhambi, ndoa sio ya kuvunjwa. Ni agano la siku zote. Ni mpaka mmoja inapofikia hatua mauti umemkuta, basi atapumzika. Hapo ndipo ndoa inakuwa imeishia hapo. Kwa hivyo ndoa sio kitu kidogo. Jitahidi sana utembee na mtu ambaye unafurahi kuwa naye. Mhubiri 9:9 inasema uishi kwa furaha na mke umpendaye, mke wa ujana wako. Uishi kwa furaha. Kwa hivyo ndoa inalengwa iwe ni ya watu wanaofurahi, wanaocheka, farijiana, wanaotiana moyo, wanaohamasishana. Mwenzako akupatie hamasa ya kuishi. Ndiyo furaha hasa ya kuwa ndani ya ndoa. Na kama sivyo, basi bado kwenye lengo la kuwa kwenye ndoa halijafikiwa. Jambo la pekee ni kwamba kataa kilicho dhaifu, lakini kitu cha angalizo ama tahadhari ni kwamba sisi ni binadamu, sio wakamilifu kwa 100%. Na usipokuwa makini, mmoja ilimchukua muda mrefu sana mpaka akafikia umri mkubwa karibia miaka 50. Anasubiri, anatafuta mtu ambaye ni mkamilifu. Huwezi kupata mtu mkamilifu. Kama wewe ni dada, huwezi kupata mwanaume mkamilifu kwa 100%. Wewe ni kaka, huwezi ukapata binti aliyekamilika 100%. Madhaifu yapo. Na hata kama mtu upo kwenye ndoa, mkeo ulio naye si kwamba yeye ni mkamilifu. Hatuoi malaika. Kwa kweli, si binadamu, sio malaika kwamba tumekamilika kwa 100%. Madhaifu yapo, ila jambo la msingi ni uwezo wa kurekebishana. Ogopa sana ukaona mtu ambaye harekebishiki. Ukimfundisha hiki hakusikilizi, ukifanya hiki hakuelewi. Huyo ni enemy. Huyo ni adui kabisa ambaye kuwepo anashambulia akili yako. Anashambulia uelewa na ufahamu wako. Kwa hiyo jitahidi sana uwe na mtu ambaye anakusikiliza, anarekebishika, hata kama akifanya makosa anaomba msamaha, maana yake mnarejeana na mnashikamana tu kama mlivyokuwa zamani. Kwa hiyo ni kitu cha kipekee sana. Jitahidi usifanye makosa kwenye kuchagua mtu wa kutembea naye. Ndoa nyingi ambazo zinahangaika leo, kuna kesi nyingi, wachungaji tunaitwa kama ni kwa ushauri, na kwa namna zingine hata maombi na maombezi na vitu vingine. Makosa yalifanyika kipindi cha uchumba. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye uchumba uwe na tahadhari. Uangalie mtu ambaye unaingia naye kwenye ndoa awe ni mtu sahihi ambaye unampenda na unafurahia kuwa naye. Lakini pia nije kwenye mambo ya maamuzi ama uchaguzi wa maisha. Jitahidi sana mawazo ya watu yachuje na kuyapima. Usikubali kila kitu. Usiambiwe huwezi na unakubali. Sijui wewe ni mwenye dhambi, mtu mwenye makosa unakubali. Jitahidi sana ukatae kuambiwa vitu vilivyo hasi. Penda mambo chanya na utembee katika hayo, kwa kweli utafanikiwa. Mungu na akubariki sana. Barikiwa sana. Amen.